Bwana Yesu asifiwe. Ndugu katika Kristo, nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha katika ibada ya asubuhi. Ninaomba hapo ulipo chukua kitabu chako cha tumwabudu Mungu pamoja na Biblia na notebook. Tuanze ibada yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kusema asante kutupa neema kuiona siku ya leo. Tunaomba Bwana ukaanze nasi, maliza nasi katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Ninaomba ufungue ukurasa wa 350. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana unifumbue midomo yangu na kinywa changu kitanena sifa zako. Bwana unikumbushe kwa neema yako, unijilie kwa wokovu wako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na iwe sasa na siku zote na hata milele na milele. Amen. Njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanye shangwe kwa zaburi. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ninaomba tuketi. Nakaribisha wimbo ambao tutatumia kuimba, nyimbo namba 290, wakosaji fikirini. Tutaimba fungu 1. Wakosaji fikirini mwisho wa njia zenu, hamuogopi kupotezwa vibaya kuzimuni. Rudini kwake Mwokozi, ndiye mwenye huruma. Hawatupi wamjiao, njoni tu kwake Yesu. Tufumbe macho tuombe. Baba, tuna kila sababu za kusema asante, maana umesema tuombe bila kukoma. Tunazidi kuja mbele zako Bwana, naomba ukatufungua akili zetu pate kuelewa na maandiko, katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Pendwa katika Kristo, kichwa cha somo ambao tutasimamia siku ya leo ni ukatili ni uovu. Ukatili ni uovu. Tutasimamia andiko la Mwanzo 37 mstari wa 21 mpaka 28. Mstari wa 21 mpaka 28, nao tutasoma kwa msaada wa Bwana. Rubeni akasikia, akamuokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue. Rubeni akamwambia, msimwage damu, msimwage damu. Mtupeni katika birika hilo iliopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumuokoa katika mikono yao, ili apate kumuokoa katika mikono yao. Akamrudishe kwa baba yake, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Bwana Yesu asifiwe. Kanzu ile ndefu aliyoivaa. Wakamtwaa, wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli,
msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, kwa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimzuru, maana yeye ni ndugu yetu na ni damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika bilika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni habari za ndugu zake Yusufu ambaye walimuuza. Kwanza tunaona walimtupa katika bilika, baada ya hapo wakamtoa wakamuuza kwa Waishmaeli. Na kichwa cha somo kinasema ukatili ni uovu. Tunaona Yusufu ametendewa kitendo cha ukatili, lakini sababu mojawapo ambayo ilipelekewa atendewe kitendo hicho ni chuki. Ni chuki katika miongoni mwa ndugu zake, ambao ndio ilipelekea wamfanyie kitendo cha ukatili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika jamii yetu ukatili unafanyika kwa watu ambao ni wa karibu. Ukatili unafanyikaga mara nyingi kwa watu wa karibu, watu ambao ni familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 36, asema, Mathayo 10 mstari wa 36 unasema, mstari wa 36 nao unasema, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo unaweza kuelewa vizuri zaidi kwamba ukatili unafanyika kwa watu ambao wana ukaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uadui ule unaotendeka, ule ukatili, ni kwa watu ambao wana uhusiano wa damu kabisa. Na kunakuwa na sababu. Sababu mojawapo ni chuki ambayo ilitokana na Yusufu baada ya kuota ile ndoto, lakini pia na kuwa na kibali cha kupendwa na baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona kuna uovu umefanyika, kunakuwa mara nyingi kuna sababu. Unakuwa na chuki, unakuwa huyu mtu anaofanyiwa uovu kuna kitu ambacho amebarikiwa zaidi kuliko ndugu zake wengine wote. Sasa kutokana na chuki, kwa kufanikiwa kwa mwenzao au kupata kibali, kunapelekea kwa namna moja au nyingine kufanya uovu. Ndio tunaona kama kitendo cha hapa Yusufu alichotendewa. Kwanza walimkamata, wakamvua na hiyo kanzu, wakamtupa kwenye bilika. Na ndivyo ilivyo katika jamii yetu.
wapendwa, ni kwamba mtu akiwa na chuki, ndugu yako wa karibu chuki na wewe, labda mkini umefanikiwa kiuchumi, labda kwa sababu umesoma sana, labda kwa sababu una vyanzo vingi vya kukuimarisha kiuchumi. Yamkini inawezekana pia hata katika mambo ya huduma vipo hivyo vitu. Yamkini unafanya vizuri sana pale kazini, automatic tu unatokewa kuchukiwa. Labda kwa sababu unapata promotion, chuki inainuka. Na wanao kuinukia kwa chuki ni watu wa karibu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wanachokifanya mara nyingi lazima watakuattack. Lazima watahitaji wakukamate. Wanaweza kutumia watu wengine mbadala, au wanaweza wakafanya hilo tukio wenyewe kwa lengo la kutimiza matakwa yao, ambacho hicho kitendo Mungu apendezwi nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanasema amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, ndio andiko ambalo linatuambia amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Hii chuki inatokana na mtu kuwa na mafanikio katika sehemu fulani. Mafanikio katika mambo yajayo. Yamkini wameona kabisa huyu mtu atakuja kuwa mtu mkubwa sana. Yale mafanikio yako wanapata chuki ndani ya mioyo yao. Kwa nini aje kuwa mtu mkubwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunaona chuki hata hiyo ilifanyika kipindi cha kuzaliwa kwa Musa na Yesu pia. Farao alikasirika, kwa hiyo akaagiza wauliwe watoto wote wa kiume. Watoto wote wa kiume wauliwe. Hiyo ni chuki, kwa sababu walishaona kwamba huyu aliozaliwa atakuja kuwa mfalme. Kwa hiyo chuki kainuka. Baada ya kuinuka chuki, yakaanza mauaji. Kwa hiyo kokote kwenye chuki, mauaji yanakuwa ni karibu. Tunaona hata habari za Kain na Abel. Baada ya mwenzake kufanya vizuri kwenye kutoa sadaka, chuki kainuka. Baada ya chuki, kilichofuata ni mauaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, nipende kukushauri jambo moja. Unapoona ndugu yako amefanikiwa katika engo fulani, au Mungu amembariki, ni vema kuendelea kumuombea kwa Mungu ili zile baraka azitumie sawa na mapenzi ya Mungu na kuwanufaisha wote. Zile baraka atapozitumia sana mapenzi ya Mungu, automatic na nyie zitawafikia ambao mnamuombea. Kwa sababu kama Mungu amembariki kwa nazo, naye Mungu hatoacha zile baraka azifaidi mwenyewe. Lazima tu na nyie mtafaidi katika hizo baraka. Baada ya kukana kumwazia mabaya, kumtendea mambo mabaya, kumtendea uovu, kumtendea ukatili, ni bora mchukue nafasi hiyo kumweka mbele za Bwana, ili zile baraka muweze kunufaika nazo wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaona ndugu mmoja hapa ndo alikopo na moyo wa utofauti sana, ambaye ni Rubeni. Ni kweli kwenye ndugu mnaweza mkapanga mambo mabaya kufanya kwa ajili ya mwenzenu, lakini yamkini kuna mmoja anaweza kaa na wazo tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ni maombi yangu siku ya leo asiwepo mmoja mwenye wazo tofauti katika mtu mwenye baraka, kati ya mtu mwenye baraka katika ndugu zako, bali muwe wote na wazo zuri mbele za Mungu, ambalo hilo wazo halitofanyika ukatili, halitapelekea kufanyika ukatili wala uovu,
bali hilo wazo itafanyika kuwa baraka, na baraka mojawapo ni kumpeleka mbele za Bwana kumwombea ili Mungu aweze kumbariki zaidi, hizo baraka na nyinyi muweze kuzipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunaona Yusufu alitupwa katika birika ambalo halina maji. Kutupwa ni kutelekezwa. Alitelekezwa mule, na katika maisha yetu ndivyo ilivyo mara nyingi. Mtu anapokuwa na mbaraka, amebarikiwa, au anapoona kabisa huyu mtu atafika sehemu fulani, ule wivu na chuki inapelekea kumtelekeza ule mtu. Na shetani ni mjanja sana. Anaachilia mawazo ambayo ni mabaya, kwamba kwa nini huyu afanikiwe? Kwa nini iwe yeye? Alafu mkijiangalia wote katika ndugu, hakuna mwenye mafanikio kama yake. Mnatokea kumtenga kwa sababu ya mafanikio ambayo Mungu amembariki kuwa nayo. Sasa kile kitendo cha kumtenga na kumwacha peke yake ni sawa sana kumtelekeza. Ndio kitendo ambacho alimfanyia Yusufu. Wao walimtupa kwenye birika lisilokuwa na maji. Sasa wewe jiulize, ni mara ngapi yamkini wewe ulitupwa katika birika lisilo na maji? Sijajua birika ambalo lisilo na maji kwako lilikuwa ni lipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine baada tu ya kupitia changamoto za kimaisha, pasipo kujua kesho yake huyo mtu kuna mbaraka, wakamtelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na mara nyingi watu wa design hii wanaotelekezwa wanakuwa na mbaraka wa Mungu ambao anawabariki. Angalia hata wale watoto ambao wanatelekezwaga na wazazi wao. Akuta binti amepewa ujauzito na mwanaume amekataa ule ujauzito. Ameona njia mbadala ni kumtupa ule mtoto. Mara nyingi watoto wa design hiyo wanaotelekezwa wanakuwa na baraka sana. Wanakuwa na baraka sana. Na kutelekezwa kwao wanaweza katupwa wengine hata kwenye mashimo. Hawana kosa. Lakini Mungu ni mwaminifu. Asilimia kubwa wanaotelekezwa pasipo kuwa na kosa lolote walilofanya, wanakuwa na mbaraka mkubwa mbele ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inawezekana hata ni miongoni mwa watu waliotelekezwa, lakini unaweza ukawa shuhuda mmoja wapo. Yamkini walishakusema sana. Kuna wengine walitelekezwa kwa sababu ya kutokupata watoto. Alitelekezwa. Lakini cha ajabu, huyo mtu baadaye akaja kupata watoto, akawashangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wakamuuza Yusufu. Watu wanawauza. Wanauza ndugu zao. Wengine wanawauza kwa waganga, wanatoa mpaka sadaka. Wanawauza ndugu zao. Wanawauza ndugu zao kwa manufaa yao wenyewe. Hauwezi ukalinganisha thamani ya mtu na pesa. Lakini watu wanauza kwa waganga, wanatoa kafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndugu mpendwa, ile damu iliyomwagika pale msalabani ilitununua kwa thamani. Ikatununua makabila ya kila lugha. Na siku ya leo yamkini wewe umeuzwa, haujijui kama umeuzwa. Wengine wameuzwa, wanakuta hapo wameuzwa katika kifungo fulani. Kifungo cha magonjwa. Wameuzwa katika vifungo vya magonjwa. Wameuzwa katika vifungo vya uzinzi. Wameuzwa katika vifungo vya ulevi, ambavyo vinapelekea kuwa ni watumwa katika hivyo vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya.
kila anaofanya aliendelei, kumbe ameuzwa. Yaani wamechukua kwa sababu wamejua tukimwachilia huyu atakuja kuwa mtu mkubwa sana baadaye. Kwa hiyo cha kufanya nini? Ni kwenda kumuuza kwa miungu, kwa waganga, ili yeye maisha yake yawe ni mateso. Lakini ikiwa Mungu yupo pande wako kama Yusufu, ninakwambia siku ya leo, kama Mungu aishivyo, kuuzwa kwako ni sawa na kumpiga chula teke. Haijalishi watakuuza kwenye miungu, watakuuza kwenye mambo gani katika hii dunia, lakini Bwana atawashangaza. Haleluya, haleluya. Inawezekana kuna wengine ambao unaosikiliza na kutazama hii video, yamkini uliuzwa sehemu au kutarajia kuwepo. Maana kuuzwa unapelekwa sehemu ambapo kutarajia. Lakini katika hiyo sehemu unashangaa Mungu akajitukuza kupitia hiyo sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukafanyika mbaraka hiyo sehemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaona mwisho wa siku Yusufu aliuzwa, lakini habari za Yusufu tunajua baadaye akafanyika kuwa msaada mkubwa sana. Waziri mkuu wa kwanza dunia nzima. Haijatokea waziri mkuu wa kwanza dunia nzima mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kikubwa mpendwa, ninachokushauri, kaa vizuri na Mungu, ili hata ikitokea jambo lolote, wabaya wako watapoinuka kwa mafanikio yako, yamkini ni watu wa karibu yako, ofisini, kwenye ukoo wako, na wakijaribu kukufanyia jambo baya, hawatoshindwa kwa jina la Yesu. Wakijaribu kukuuza, wataona kuwa wamefanikiwa kukuuza, lakini hawajui kuwa ya kwamba wanatimiza kusudi la Mungu. Kama vile Yuda alivyomuuza Yesu kwa kumsaliti, ni sawasawa, kumbe alikuwa anasaidia kutimiza yale mapenzi ya Mungu, kutukomboa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukatili upo wapendwa. Nimekutana na kesi moja. Kuna kijana alikuwa anasoma shule ya msingi, wazazi wake wakorofishana. Kwa hiyo baba anakwenda kazini, anamwacha na mfanyakazi haipokea naye. Kumbe yule kijana akawa anatoka nje anacheza, jirani yake akawa anamuingilia kinyume na maumbile. Afu akawa anamwambia kwamba ukisema nitakuua. Huo ni ukatili. Ni moja ukatili tena mbaya sana. Akamwambia ukiwaambia wazazi wako nitakuua. Sasa kilichotokea yule mtoto, ikafika kipindi akawa anajisaidia ovyo ovyo. Ndio hapo sasa walipokuja kusuka tena, dada wa huyo kaka ndio alipokuja kustuka. Kipindi amekuja likizo Dar es Salaam, baada ya kuona ile hali ya yule kijana, fika kipindi mpaka anavaa pampers. Kijana ni mkubwa, yupo darasa alikuwa kwenye la 6 hivi. Amefika kipindi mpaka anavaa pampers. Kuja kufuatilia, kumbe alishaingiliwa kinyume na maumbile. Na akaambiwa ukisema nitakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ashukuriwe Mungu. Taratibu kafanyika na ule mtoto akapata huduma. Vielelezo vyote vikaandikwa ili yule kijana achukuliwe hatua. Kwa hiyo ukatili upo wa design nyingi sana katika dunia ambayo tunaishi. Kwa hiyo kikubwa ni kukaa vizuri na Mungu ili tuweze kutokomeza kabisa ukatili. Mungu akikaa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho wake Mtakatifu, hofu yake itakaa ndani ya mioyo yetu na itatusaidia kuishi sawa na mapenzi yake. Mambo ya ukatili hayatakuwepo kwenye jamii. Uovu wote hautakuwepo kwenye jamii. Asilimia kubwa wanaofanya ukatili ni kwa sababu hofu ya Mungu haipo ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufumbe macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kila sababu za kusema asante kwa ajili ya ujumbe neno lako. Tuwezeshe Bwana tukasimame katika neno lako kile itoo leo. Tukasimame katika makusudi yako Bwana.
ili wowote watakaonyanyuka kinyume na mapenzi yako, wakitaka kutufanyia ukatili, wakapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Wote ambao wakipanga kutuuza, wakashindwa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Baba, ninazidi kuja mbele zako, ninaomba utuwezeshe tukaishi sawa na neno lako linavyotuambia. Soma kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 22, nasema tusiwe wasikilizaji wa neno, paswa kuwa watendaji. Tuwezeshe Bwana tukawa watendaji wa neno lako, ili tukaishi sana mapenzi yako, katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Naomba tufungue ukurasa wa 350. Bwana uifanyie miguu yetu njia zako za kunyoka, neno lako lituongoze kokote tutapokwenda, toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana usifiwa. Sala ya kimya. Mba tusome maandishi aya meusi, ukurasa 350, ukurasa 353, wote kwa pamoja. Na kushukuru wewe Baba yangu wa mbinguni, kwa jina la mwanako mpendwa Yesu Kristo, kwa kuwa umenilinda usiku huu na kunizuilia maumivu ya hatari zote. Na kuomba unilinde hata mchana huu wa leo, nisikose njia yako wala kupatwa na maovu. Unipe kukupendeza na matendo yangu, mwenendo wangu uwe mzuri, kwani mwili wangu na moyo na vyote nilivyo navyo naviweka mkononi mwako. Malaika wako mtakatifu awe pamoja nami, shetani asinishinde. Amen. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tusamehe tukosea, usitie majaribuni, bali utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Bwana Mwenyezi na mwenye rehema, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu atubariki na kutulinda. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sisi sote. Amen. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa, wakipatana vema na wakipendana. Huu ndio mwisho wa ibada yetu siku ya leo. Mungu akubariki sana. Niukaribishe muda wa kutoa sadaka. Mwisho wa kutoa sadaka saa 6. Saa 6 asubuhi kamili. Hapo utaiona namba ya mweka hazina wetu. Mungu akubariki.